Amen. Basi Mungu ni mwema jioni ya leo. Nataka tukajifunze kidogo, kisha tutaenda kumshukuru Mungu. Amina. Basi jioni ya leo nataka tujifunze, kwa sababu hii ni wiki yetu ya uinjilisti, na leo nataka tukajifunze njia moja ya kufanya uinjilisti ambayo ni rahisi sana. Ni rahisi sana, ambayo inaitwa njia ya Warumi ya wokovu. Njia ya Warumi ya wokovu. Hii inaitwa njia ya Warumi ya wokovu kwa sababu maandiko yote au nukuu zote ambazo mtu anaweza kazitumia anapokuwa anafanya uinjilisti au ushuhudiaji zinatoka kwenye kile kitabu cha Warumi. Kwa ndio maana inaitwa njia ya Warumi ya wokovu. Kwa ni maelezo fulani au ni mtiririko fulani wa injili ya Yesu Kristo, ambayo mistari yake mikuu inatoka katika kile kitabu cha Warumi. Kwa ni njia ambayo inatumika kushiriki ujumbe wa wokovu, kueleza kwa nini watu wanahitaji wokovu. Kwa kuna mambo makubwa matatu ambayo yanazingatiwa au yanafuatwa kwa mtiririko katika njia hii ya Warumi ya wokovu, ambapo namba moja ni kueleza kwa nini watu wanahitaji wokovu. Au yule mtu ambaye unakuwa unazungumza naye au unakutana naye, unamueleza kwa nini anahitaji wokovu. Kwa maana kuna watu wengine ambao hawaamini au hawaelewi kwamba anahitaji wokovu. Yeye anafikiri tu akisha amezaliwa ni Mkristo katika dini yake, anafikiri kwamba hiyo tu inatosha. Au anaposikia kwamba watu wengine husema kwamba Yesu alishakufa, zinatosha, alishakufa kwa ajili yangu hata kabla sijazaliwa. Kwa hiyo kuna haja gani tena kuniambia inabidi niokoke? Kwa hiyo katika njia hii ya Warumi ya wokovu unapata kumuelezea huyu mtu kwa nini anahitaji huo wokovu. Lakini pia namba mbili, jinsi Mungu anavyotoa. Kwa hiyo pia hii njia inaonyesha namna gani Mungu anatoa huo wokovu. Kwa maana kuna muda unaweza kuona mhubiri au unamshuhudia mtu unamuelekeza habari za Yesu, lakini bado hajapata kuchanganua au kuelewa kwamba sasa huo wokovu ninaupataje. Lakini katika njia hii ya Warumi ya wokovu unapata kumuelezea mtu, kumuelekeza namna gani ambavyo Mungu anautoa huo wokovu. Lakini pia na namba tatu ni jinsi ya kupokea huo wokovu. Kwamba ushamuelezea kama Mungu analeta huo wokovu. Sasa namba tatu unamuelekeza au unamuelezea jinsi ya kupokea sasa huo wokovu ili na yeye aweze kuokoka. Lakini pia namba nne na mwisho ni matokeo ya wokovu. Pia unamuonesha yule mtu au unamuelezea matokeo ya wokovu ambao anaweza akawa ameupokea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndio vitu vikuu ambavyo vipo katika njia hii ya Warumi ya wokovu. Sasa kuna hatua, nikasema ni hatua ambazo zipo kama sita hivi, ambazo zinaweza kukuongoza unapokuwa unazungumza na mtu au unamshuhudia mtu. Hizo hatua ni kila hatua inaloandikwa na maandiko yote kama nilivyotangulia kusema kwamba yanatoka katika kile kitabu cha Warumi. Kwa hiyo hatua ya kwanza ni tatizo lililopo au changamoto iliyopo. Na tukasema kwamba ni tatizo. Kwamba unapomuelezea huyo mtu tatizo lililopo, hapa ndio unamuelezea kwa nini anahitaji wokovu, au katika hili ndio ambayo itampa kutafakari kwamba sasa kweli ninahitaji huo wokovu. Na katika hili tatizo tunasema kwamba watu wote wametenda dhambi. Ambayo hii inatoka kwenye kitabu kile cha Warumi sura ya 3 na mstari wa 23. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye hajaokoka, watu huwa wanapenda sana kujihesabia haki. Kwamba hata kama mimi sijaokoka, lakini mbona mimi sitendi dhambi? Mbona mimi niko nafanya matendo mema, ninafanya hivi na hivi, nawasaidia watu, natoa sadaka na nini. Lakini Biblia inatuambia kwenye kitabu cha Warumi sura ya 3 na ule mstari wa 23
kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa namba moja, unamfahamisha au unampa huyu mtu kuelewa kwamba watu wote wametenda dhambi, lakini dhambi hiyo ilipelekea kupungukiwa utukufu wa Mungu. Na muda mwingine pia ni vizuri kuelezea au kumwelekeza huyu mtu aelewe maana ya dhambi ni nini. Maana muda mwingine tunaposema dhambi, watu wengi wanafikiria tu kwa mambo yale makubwa, kuua, wanafikiri kwamba habari ya uzinzi na uasherati, habari ya uizi, vitu kama hivyo ambavyo kweli vinaonekana au vinajulikana sana, ndivyo ambavyo watu wanataka wanavichukulia kama dhambi. Kwanza kutana na mtu ambaye labda aui, sio mwasherati, labda sio ani pombe wala avuti sigara, afanye nini. Kwa hiyo muda mwingine anapokuwa kumuelezea kile kwa habari ya dhambi, yeye anaweza kajiona kama ni mwenye haki kwamba atendi dhambi. Mfano tu mzuri ni yule mfarisayo ambaye alienda kuomba na pamoja na huyu Myahudi. Huyo ambaye alikuwa ni mtoza ushuru pamoja na huyu Myahudi mmoja ambao alienda kuomba. Na huyu anasema kama Bwana, mimi sio kama yule mtoza ushuru. Kwa hiyo tayari anajisabia haki kwa sababu yeye atozi ushuru. Kwa hiyo kuna baadhi ya mambo ambayo watu wanayatazamia au wanafikiria kwamba haya hizi ndizo dhambi. Kwamba zinapotajwa hizo, zinapozungumza hizo ndizo dhambi. Na mtu kama atendi hayo, basi yeye anajiona kama ni mwenye haki, yuko huru au yuko sahihi. Lakini tumeelekezwa kwamba dhambi ni tendo au hisia au wazo linalopingana au kupotoka kutoka kwa viwango na uadilifu wa Mungu. Au tunaweza tukasema ni tendo, hisia au wazo linalopingana na maagizo ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba hiyo ndio dhambi. Kwamba muda mwingine inaweza kuwa tu ni mawazo ambayo mtu amekuwa anayawaza, muda mwingine inaweza kuwa kweli ni hisia au hata ni matendo kabisa ambayo mtu amefikia hatua ya kutenda. Lakini ukimwelekeza mtu kwamba kuanzia mawazo ambayo yanakuwa ndani ya mtu, ikiwa ile mawazo ni maovu, ile mawazo anawaza uharibifu, ile mawazo amewaza tu kwa habari ya kuiba lakini hajatenda, amewaza kwa habari tu ya kuzini lakini hajazini, amewaza kwa habari tu ya kufanya jambo lolote ni ovu lakini hajalifanya, tayari ile ni dhambi kwa sababu ameiwaza ndani ya moyo wake. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo ni vizuri kumwelekeza na kumfahamisha mtu hivyo. Kwa maana ndio maana pia watu wengi au kwa urahisi wanasema kwamba dhambi ni uasi, kwamba ni kwenda kinyume na maagizo ya Mungu. Kwa unapomwelekeza huyo mtu, hiyo ni sehemu ya kwanza ambayo anaelewa kwamba tatizo lililopo ni tatizo la dhambi ambalo linawakumba watu wote wenye mwili. Lakini namba 2, njia hii ya Warumi ya wokovu inatuonyesha au tunapata kumuonesha yule mtu kwa habari ya matokeo ya ile dhambi. Kwamba dhambi ikiwa kuwepo tu, usifikiri kwamba au namuelekeza yule mtu kwamba asifikiri kwamba anavyoweza kuona kwamba anaishi tu maisha vizuri, maisha ya amani na fulana nini, akafikiri kwamba basi ndio imeisha. Na muda mwingine hao watu wanapenda kukompea au kuangalia wale watu ambao wameokoka, wale watu ambao wanamwabudu Mungu, wanamtafuta Mungu kwa bidii na kwa roho na kweli, wakijaribu kuwalinganisha labda maisha yao na ya kwao, wanaona kama mbona wao wamewazidi maisha, mbona wamewazidi nini na nini. Kwa hiyo wanafikiri kwamba hamna haja ya kuokoka, au wanafikiri kwamba hakuna shida yoyote ambayo wanaipata wakiendelea kuishi maisha ya dhambi wanaoishi. Lakini lazima umfahamishe huyo mtu kutoka kwenye kitabu cha Warumi ile sura ya 6 na mstari wa 23a. Biblia inasema kwamba kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hiyo huyo mtu ambaye unamshuhudia au anaenda kuzungumza habari za Yesu kwake, mwelekeze kwamba mshahara wa dhambi yoyote ile ni mauti. Kwamba mwisho wa siku matokeo ya dhambi ni kifo, ni kutengwa na Mungu kimwili lakini pia na kiroho. Kwamba asije akafikiri kwamba kwa sababu anaona bado anaendelea maisha mazuri, anakula vizuri na anala vizuri, anafanya nini, kila kitu kinaenda sawa, akafikiri kwamba yuko vizuri, ana shida yoyote, au akafikiri kwamba pia na Mungu kwamba yuko pamoja naye na mbinguni ataenda. Lakini ukweli ni kwamba Mungu anampenda sana. Ndio maana Biblia inasema kwamba Mungu yeye anatuvumilia akitarajia kwamba tutaweza kugeuka, tutaweza kutubu.
Kwa hiyo unamfahamisha kama Mungu anakupenda sana, ndio maana anaendelea kukutunza, ndio maana anaendelea kukuweka japokuwa ni mwenye dhambi. Kwa maana Mungu anakupenda wewe ili uweze kuacha hizo dhambi zako. Bwana Yesu apewe sifa. Huyo mtu aelewe kwamba matokeo ya kuendelea kudumu kwenye dhambi ni kifo cha kiroho. Na mwisho wa siku ataenda kuangukia ile hukumu ambayo ni hukumu ya milele. Jambo la tatu ambalo tunalipata kwenye hii njia ya Warumi ya wokovu ni lile suluhisho. Ni suluhisho au suluhu ya Mungu sasa kutokana na ile dhambi na matokeo ya dhambi ambayo yanakuwepo sasa. Na hii tunasoma hiyo kitabu cha Warumi sura ya 6 mstari wa 23 kipengele B sasa, ambapo Biblia inasema kwamba bali kalama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Kwa hapa tunapata kuona kwamba kunayo karama au zawadi ya Mungu ambayo ni uzima wa milele kupitia Yesu Kristo. Kwa mpaka pointi hii sasa, huyo mtu umeshamuelekeza kwa habari ya tatizo lililopo ambalo ni dhambi. Umeshamuelekeza kwa habari ya matokeo ya dhambi ambayo yanaweza kutokea kwenye maisha ya mtu na hata baada ya maisha yake hapa duniani, ikiwa atang'ang'ania ataendelea kuishi kwenye dhambi, kwamba ni kifo. Na sasa unakuja kumwonyesha kwamba iko suluhu, kwamba asifikiri tu kwamba hakuna namna ambavyo hawezi kutoka, au hakuna namna ambayo anaweza kutoka kwenye hizo dhambi zake, bali iko suluhu. Na suluhu tunaipata hapa Warumi 6:23b kwamba karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana. Kwa hiyo Mungu hutoa njia ya kutoka kwenye matokeo ya dhambi ambao ni uzima wa milele kupitia Yesu Kristo. Kwa hiyo hatua hii ya tatu sasa, unamuelekeza yule mtu au unamuonesha kwamba Mungu mwenyewe ametoa zawadi kwetu sote, au kwa watu wote ambao wametenda dhambi. Ametoa zawadi ambayo ni zawadi ya uzima wa milele, kwamba hatutakufa, au japokuwa utakuwa umekufa katika mwili, lakini unapewa zawadi ya kuishi milele. Lakini zawadi imetolewa kupitia Yesu Kristo. Na hatua hii ndipo unapoanza kumueleza huyu mtu sasa habari za Yesu Kristo, kwamba Mungu ametoa karama au zawadi ya uzima wa milele. Maana yake ipo suluhisho kwamba kwa dhambi zetu au kwa dhambi za huyo mtu ambazo anazitenda au amezitenda. Kwa hiyo asikubali kuendelea kuteswa na dhambi na mwisho wa siku kupata ile hukumu ya milele, bali awe tayari kupata suluhisho la dhambi zake, ambazo suluhisho hilo ni uzima wa milele kupitia Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni hatua ya tatu ambapo unakuwa unazungumza na huyu mtu, ambayo ni hatua ya suluhisho ambayo anaitoa Mungu juu ya dhambi na matokeo yake. Lakini namba 4 ni zawadi ya bure ya wokovu. Katika kitabu cha Warumi ile sura ya 5 sasa na ule mstari wa 8, Biblia inasema hivi: bali Mungu aonesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Kwa hiyo kwenye ile sehemu ya 3 umeshamuonyesha suluhisho, kwamba suluhisho ni yeye kupokea uzima wa milele ambao ni zawadi kutoka kwa Mungu, lakini huo uzima wa milele anaupata kupitia Yesu Kristo. Sasa hatua inayofuatia namba 4, unakuja kumuonyesha kwamba Mungu mwenyewe alionyesha pendo lake, au alitupenda tangu tulipokuwa wenye dhambi, na katika kutupenda kule alimtoa Yesu Kristo ambaye alikufa kwa ajili ya zile dhambi zetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo namuelezea au namuelekeza huyu mtu kwamba Mungu alionyesha upendo wake kwetu kwa kumtuma Yesu afe kwa ajili ya dhambi zetu, ingawa tulikuwa wenye dhambi. Kwa hiyo hapa unamuonesha mtu zawadi ya wokovu ambayo anaipokea bure kutoka kwa Mungu, na ambayo inapatikana kupitia Yesu Kristo peke yake, ambaye alikuja na akafa kwa ajili ya dhambi zetu. Kwa hiyo namuelekeza kazi ya Yesu ya msalaba ambayo aliifanya, na kwamba aliifanya kwa ajili ya ukombozi wa dhambi za kila mmoja wetu. Na namwambia kwamba ikiwa leo hii utakubali kumwamini huyu Yesu na kumfuata huyu Yesu, ukampokea, atakupa hii zawadi ya uzima wa milele, atakupa wokovu
Maana yake utakuwa huru, utakombolewa kutoka kwenye vifungo vyote vya dhambi na yale matokeo ya dhambi ambayo yangekupata. Lakini zaidi ya yote unakuja kupokea uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mpaka hapo unakuwa umeshamuelekeza, naweza kusema ni hatua ya 4, lakini ni sehemu kubwa mbili. Ambayo sehemu ya kwanza ni kwa habari ya dhambi na matokeo yake, lakini sehemu ya pili ni kwa habari ya suluhisho ambayo tunaipata kutoka kwa Mungu, ambayo pia ni zawadi ya bure ya wokovu. Na kwa msisitizo kabisa unamuelekeza kwamba zawadi hii tunaipata kupitia Yesu Kristo. Kwamba ikiwa bado hujamwamini Yesu au ikiwa bado hujampokea Yesu, jua kwamba hakuna namna utaweza kupata wokovu, na hakuna namna utaweza kurithi uzima wa milele, au hakuna namna utaweza kuingia mbingu. Sasa hatua ya 5 ni kumuelekeza huyu mtu jinsi ya kupokea sasa huu wokovu. Maana watu wengi wanaweza kumshuhudia mtu, kuzungumza na mtu habari za Yesu, lakini mwisho wa siku wanashindwa kumuelekeza namna ya huyu mtu kupata pia wokovu huo. Kwa hiyo tayari umeshamwonyesha kwamba wokovu unapatikana kupitia Yesu Kristo ambaye alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Sasa hatua ya 5 namuelekeza jinsi ya kupokea wokovu. Sasa kitabu kile cha Warumi sura ya 10 mstari wa 9 mpaka wa 10, nafikiri pia ni maandiko ambayo watu wengi wanayafahamu, watu wengi pia wanayatumia sana katika Injili. Ambapo Biblia inasema kwamba kwa sababu, sasa maana hapo namuelekeza jinsi ya kupokea au ya kupata wokovu. Kwamba kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa hiyo namuelekeza huyo mtu kwamba anahitaji kukiri kwa kinywa chake, kumkiri Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Atakapokuwa amekiri, hapo ndipo hatua ya kwanza au hatua ya kupokea wokovu. Nitarudia tena mstari wa 9 kwamba kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu uamini hata kupata haki, na kwa kinywa ukiri hata kupata wokovu. Kwa hiyo namuelekeza huyu mtu sasa ambaye umezungumza naye habari hizi kwamba anahitaji kumkiri Yesu Kristo kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yake kwa kinywa chake. Asiishie tu kusema mbona mimi Yesu ninamwamini. Si Yesu ninamwamini tangu zamani. Si ninamwamini tangu niko mtoto, na nyumbani kwetu wote tunamwamini. Si ni vinini na vinini, maneno mengi. Asiishie tu kusema hivyo, bali muelekeze kwamba kama hujafanya hatua ya kumkiri Yesu kwa kinywa chako kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, bado haujaokoka. Haleluya. Maana yake hatua hii ndipo hatua unapomuelekeza huyu mtu kama yuko tayari uweze kumuongoza sala ya toba ili sasa aweze kuokoka. Kwa hiyo kuna watu wengi ambapo unapoweza kuambia, kuna mtu ambaye kunizidi swali kwamba kwa nini ukimuuliza mtu kwamba labda uko tayari kumpokea Yesu anasema ndio, lakini ukimuuliza kwamba je uko tayari kuokoka anasema hapana, au atakwambia bado. Kwa hiyo anafikiri kwamba ni vitu viwili tofauti. Japokuwa sasa unapotumia neno kuokoka, kwa sababu linakuwa lina nguvu zaidi, nazungumza kwa habari ya wokovu, lazima huyu mtu aanze kuonesha upinzani. Na watu wengi unakuta anaanza kufikiria sasa kwamba bali za kuokoka hapa nianze kuwa mlokole, sijui kama juzi hapa tulikuwa tunapita kule hivi mtaani, huyu bwana mmoja anasema kwamba watu wengi unakuta wanasali kwenye makanisa yao lakini bado wanaendelea kunywa pombe na wala hamna shida yoyote. Mtu tuanza akakia kirabuni asubuhi, lakini bado kwa sababu tu anatimiza ni anafuata dini, Jumapili anaenda kanisani kusali, anatoka, na wengine utakuta ni viongozi huko kwenye makanisa yao na nini, wanafanya tu mambo mengi ambayo wanayajua. Lakini sasa kwa nini wanakuwa comfortable kule? Kwa sababu wanasema kwamba wakija huko kwenye kuokoka, wanasema huko si kuna sheria, kwamba mara usifanye hiki, mara usiwe hivi, mara usifanye hivi. Kamuelekeza ile mtu kamwambia kwamba sisi huko sio kwamba tuna sheria, bali ni ile neema ya Mungu ambayo inakaa ndani yetu, ni ile ni sheria ya Roho Mtakatifu. Maana yake Roho Mtakatifu mwenyewe ndiye anayetuongoza. Kwa maana tumeelekeza kwamba huyo mtu anapokuwa mfanya maamuzi ya kuokoka, asifikiri kwamba atakapokuja kanisani sio kaanza kuambiwa usifanye hiki,
sijui usivae hivi au usiende wapi na nini, kwamba hapo ndipo atakapokuwa sasa ameokoka na anaishi wokovu. Bali yule Roho Mtakatifu anayekaa ndani yake, yule Roho Mtakatifu atakayempokea na kukaa ndani yake, ndiye atakayemuongoza, ndiye ambaye atajikuta na muondolea ile hamu. Kama ilikuwa ni hamu ya kunywa pombe, ilikuwa ni hamu ya kuvuta sigara, atashangaa kwamba ile hamu inapotea ghafla. Kama ilikuwa ni hamu ya kulala na wake za watu, waume za watu, atashangaa ile hamu inapotea ghafla. Kama ni mtu alikuwa amezoelea wizi, ama ni mtu ambaye alikuwa amezoelea uchawi na ushirikina, anashangaa kwamba yule Roho Mtakatifu atakapoingia ndani yake, ndipo atakapokuta kugundua kwamba sio sheria sasa, sio sheria za wanadamu ambazo ameziweka, bali ni sheria ya Roho, sheria ya uzima ambayo ndio inatuongoza kuishi katika wokovu ili kutunza utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hatua hii ni ya muhimu sana, kumuelekeza mtu na kumshawishi, kuzungumza naye ili kwamba aweze kukubali kuongozwa sala ya toba na kuweza kumkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Na hatua hii kuna watu wengine ambao unakuta wanajiuliza, sasa mimi nitawezaje kumuongoza mtu sala ya toba, au nitafanyaje? Mwongozo tu uko hapa kwamba ukimkiri Yesu ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa hiyo vitu vya kuzingatia sasa katika kumuongoza mtu sala ya toba, mtu yote ambaye ameokoka, mtu yote ambaye tayari amempokea Yesu na anaenenda katika njia za Yesu, au ni mwanafunzi wa Yesu, anamfuata Yesu, unapokuwa umeshuhudia, umemhubiria mtu, usisubiri tena kusema kwamba sasa njoo Jumapili kanisani mchungaji atakuongoza sala ya toba au sijui kiongozi nani. Hapana, wewe mwenyewe una uwezo wa kumuongoza huyo mtu sala ya toba. Na sala ya toba unazingatia vitu vifuatavyo. Unaanza kumuongoza yule mtu akili kwamba yeye ni mwenye dhambi. Yaani hiyo ndio ya kwanza kabisa, lazima akili kwamba ninakiri kwamba mimi ni mwenye dhambi. Lakini pia sehemu nyingine ya pili, akili kusikia injili ya Yesu, au akili kwamba amesikia injili ya Yesu, au amesikia neno la Mungu na amemwamini kwamba yeye ni Mwokozi. Kwa hiyo atasema kama ninakiri kama mimi ni mwenye dhambi, na leo hii nimesikia neno lako na ninaamini na kukiri kwamba wewe ndiye Mwokozi wa maisha yangu. Umeona? Kwa hiyo ni sehemu ya pili, kwamba anamkiri Yesu Kristo kwamba yeye ndiye Mwokozi wa maisha yake. Na sehemu ya tatu sasa ndio kaenda sehemu ya kumpokea, kwamba na mimi leo hii ninakupokea wewe kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Hiyo sehemu nyingine. Lakini pia sehemu nyingine ya mwisho pia ambayo ni ya muhimu, huyu mtu lazima akubali na akili kwamba atatembea na Yesu au atamfuata Yesu. Kwa hiyo kwamba ninakiri au ninakubali kukufuata wewe au kutembea na wewe siku zote za maisha yangu. Kwa hiyo ndio sehemu kubwa muhimu ambazo nikazisema kwamba katika kumuongoza mtu sala ya toba. Na baada ya hapo ndio kaongezea na mengine sasa, kama kuomba kwamba Roho Mtakatifu akamuongoza akatembee naye, na mwisho siku tu anaanza kumalizia kwamba kwanza leo hii nimeokoka, kwanza leo nakupokea wewe. Au pia ukaongezea kwamba Mungu, naomba kalifute jina langu kwenye kitabu cha hukumu na kuliandika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Ni baadhi ya maneno pia ambayo unaweza ukayatumia. Na baada ya hapo ya kwamba muongoze mtu sala ya toba, hakikisha pia unamuombea. Weka mikono juu yake au mshike mikono, pia inategemea na sema ambapo mnakuwa, lakini hakikisha kwamba unamuombea. Muombee kama Mungu atembee naye, muombee kama damu ya Yesu ikamfunike, muombee kama Mungu akaachilie Roho wake Mtakatifu ndani yake ili kwamba akaweze kutembea vema sawa sawa na Yesu apendavyo. Bwana Yesu asifiwe. Ninaamini kwamba hii ni rahisi sana kufuata mtiririko. Kufuata hiyo njia. Na kipengele ambacho ni cha muhimu sana cha kukazia kuzingatia sana kipengele cha 5, kuhakikisha kwamba huyu mtu anaelewa namna ambavyo anaweza kaupokea wokovu, na akiwa tayari unaongoza sala ya toba, na mwingine anaweza akasema ngoja tu niendelee kujifikiria, au ngoja tu niendelee kufanya nini. Lakini kwa kadri unavyoweza na kwa kadri unavyopata nafasi, unavyokuwa na muda, zungumza naye mpaka mwisho. Na ikiwa kama tutokea huyo mtu hajafanya maamuzi ya hapo, basi ndio maana tunakuwa tuna vipeperushi. Unaweza kumpatia huyo mtu kipeperushi ambacho kina namba za simu kwa ajili ya mawasiliano,
au pia hakikisha kwamba huyo mtu unachukua namba zake za simu. Kama ni kwenye biashara yake ujue ni wapi anapofanya biashara, kama ni maeneo ya mtaani kwake ujue ni wapi anapokaa. Chukua namba yake ya simu na mpatie na wewe namba yako ya simu. Kisha mnabadilishana namba za simu, na hapo hapo kabla ya kuondoka hakikisha kwamba amesave namba yako kwa jina lako kabisa, na mwambie jina lako ni nani, na pia unamuuliza yeye jina lake ni nani, na unasave namba yake kwa ufasaha kabisa, ili kusudi baadaye unaweza kaendelea kumpigia, ukaendelea kumfundisha, ukaendelea pia kumwombea, ukaendelea pia kuzungumza naye habari za Yesu. Lakini pia na kwa maelekezo zaidi, au mtu mwingine akasema mimi siko tayari kuokoka sasa hivi, lakini nitaweza kuja kanisani. Wewe nakuja kwanza kanisani sisi nipate mafundisho, au nakuja kanisani kusikia neno la Mungu, nikiwa tayari nitaokoka. Pia unaweza kufanya hivyo kuchukua mawasiliano kwa ajili ya kuendelea kuzungumza naye na kuendelea kumkaribisha kanisani. Kuna wengine ambao wamekuwepo kanisani kwa muda mrefu, wamekuwa tu wanakuja wanasali, wanaabudu, lakini mpaka baadaye ndipo wakaja kufanya maamuzi na kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao na kubatizwa. Sasa hatua ya 6 na ya mwisho ni uhakikisho wa wokovu. Kwa hiyo inabidi pia umhakikishie huyo mtu kwamba anapokea wokovu kamili juu ya nafsi yake, kwamba nafsi yake inakombolewa kabisa na mauti, inakombolewa na nguvu za dhambi, inakombolewa na vifungo vyote ambavyo vingeweza kuwa juu yake. Na andiko linalotumia hapa ni Warumi 10:13 ambayo inasema kwamba kwa kuwa kila atakayeliitia jina la Bwana ataokoka. Kwamba kila atakayeliitia jina la Bwana ataokoka. Kwa hiyo namuelekeza huyo mtu kwamba leo hii au wakati huu, kwa kuwa umeamini na umekiri jina la Bwana Yesu Kristo kwa yeye ndiye Mwokozi wako, kwamba yeye ndiye Mungu, yeye ndiye kukomboa wala hakuna mwingine, basi Biblia inasema kwamba umeokoka. Kwa hiyo kuanzia saa hii na kuendelea, wewe ni kiumbe kipya katika Bwana. Wewe ni uzao mteule, wewe ni ukuhani wa kifalme, wewe ni mtu miliki ya Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Na mwelekezi yule mtu ambaye kwamba wewe ni taifa takatifu. Kwa kuanzia sasa hivi umeshapokea wokovu. Yesu anakaa ndani yako na Roho wa Mungu yuko ndani yako. Unachotakiwa kufanya, mwelekeze kabisa yule mtu, sio tu unamwacha hewani. Mtu anatoka hapo, kutoka kuongoza sala ya toba, anaendelea tena kuendelea maisha yake ya kunywa pombe, ya uzinzi na nini. Hapana. Mwelekeze kwamba unatakiwa kufanya kuanzia sasa hivi ili kutunza huo wokovu uliopokea, na mwelekeze kwamba shetani atakutafuta sana. Hawezi kukuacha hivi hivi. Ataendelea kukutafuta sana kwa sababu furaha shetani ni kuona watu wanaishi kwenye dhambi. Furaha shetani ni kuona watu wanaendelea kuteseka, wanaendelea kuhangaika, wanaharibikiwa mambo yao yaende. Kwa hiyo pia furaha shetani ni kuona kwamba watu wengi wanapotea, watu wengi wanapotea kwenye dhambi, watu wengi mwisho wao unakuwa ni kwenye jehanamu ya moto. Kwa hiyo namwambia kwamba kwa sababu vita ni kali sana, kwa sababu shetani anawawinda sana watu wa Mungu, unachotakiwa kufanya sasa hivi ni kutembea na Yesu, ni kumng'ang'ania Yesu, ni kutembea naye, ni kumfuata hatua kwa hatua, ni kufuata maelekezo yake, ni kufuata maagizo yake, kuhakikisha kwamba aurudi tena kule kwenye dhambi zilizokuwa unazitenda, kuhakikisha kwamba aurejelee tena ile mambo ya zamani uliokuwa unayafanya, na uamini na uelewe kwamba kuanzia sasa hivi wewe ni kiumbe kipya. Kwa hiyo ni Yesu atakayekusaidia, na Roho Mtakatifu atakuongoza kuyatenda mema na kutokutenda dhambi. Yaani wewe kukubali kufungua moyo wako na kuwa tayari kumfuata Yesu. Kwa maana Yesu mwenyewe alisema kwamba mtu aliye tayari lazima ajikane nafsi yake, au bebe msalaba wake, na ndipo aweze kumfuata Yesu. Kwa hiyo muhakikishie yule mtu kwamba anatakiwa kutembea na Yesu, anatakiwa kufuata maagizo ya Yesu, na atakiwa kwa namna yoyote ile au kwa gharama yote ile kurudi kwenye dhambi alizokuwa anazitenda kabla, au maisha aliyokuwa anayaishi kabla. Na baada ya hapo sasa, unachotakiwa kufanya, usimwache hewani tu huyu mtu, kamwache tu aende zake, bali unatakiwa kuendelea kuhakikisha kwamba unamlea, kuendelea kuhakikisha kwamba unamfuatilia, kuendelea kuhakikisha kwamba unamuongoza na msaidia kukua vema katika imani, ili mwisho wa siku na yeye aweze kusimama thabiti. Bwana Yesu asifiwe. Kuhakikisha kwamba unahakikisha na kuwepo kanisani na uhudhurie baada zote, na uhudhurie mafundisho, na wewe mwenyewe unaendelea kumfundisha, unaendelea kumwombea, unaendelea kuomba naye, na unaendelea kuomba Roho Mtakatifu aendelee kuwa juu yake. Kwa nafikiri kwa urahisi au kwa ufupi huu
wa hii habari au njia ya Warumi ya wokovu inaweza kutusaidia, na kuna vipeperushi kadhaa ambavyo vitaandaliwa, nafikiri imeshaandaliwa, ambavyo vina mwongozo tu ambao unaweza kutumia, au muda mwingine ukatumia vipeperushi kuwagawia watu moja kwa moja unapokuwa unafanya uinjilisti. Mungu wa mbinguni akubariki na kutekea utekelezaji mwema.